kuabudiwa, unastahili upendo mwingi, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili mtetezi mwema, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili amani kwetu, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 kuabudiwa, unastahili kwa mioyo yetu, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili waweza wote, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili jioni ya leo. Kwa sauti ya kuambia Bwana jioni ya leo anastahili kwa sababu mwambie Bwana anastahili katika njia zako, mwambie Bwana anastahili katika afya yako, mwambie Bwana anastahili katika kazi ya mikono yako, mwambie Bwana anastahili kuabudiwa katika kila hali, mwambie Bwana anastahili kuabudiwa wakati wote, mwambie Bwana anastahili kuabudiwa kutoka wiki yako, mwambie hata jioni ya leo anastahili kuabudiwa mahali hapa, anastahili kuabudiwa kwa mahitaji yetu, anastahili kuabudiwa kwa shughuli zetu, anastahili kuabudiwa. Mwambie Bwana tu, wewe peke yako ndio wastahili kuabudiwa, wewe peke yako ndio wastahili sifa zote, wewe peke yako ndio wastahili alama zote, wewe peke yako mwenyeji mzima, uweza wetu, nguvu zetu, tumaini letu, kimbilio letu, wewe basi hawastahili kuabudiwa, hatuna mwingine wa kuabudu, hatuna mwingine wa kuinua, hatuna mwingine wa kumtukuza, hatuna mwingine wa kunyenyekea kwake. Nasema ni wewe tu Jehova ambao unastahili kuabudiwa mahali hapa, wewe peke yako
wako Baba yetu, ndio unastahili kuabudiwa katika kila hali Jehova. Twasema wewe ndio unastahili kuabudiwa kwa mawazo yetu, kwa vinywa vyetu. Twasema wewe ndio unastahili kuabudiwa Jehova. Pokea sifa, pokea shukrani zetu jioni ya leo, kwa kuwa Jehova Masia umetupa nafasi ya kuabudu wewe Jehova. Umetupa nafasi kulinua jina lako, umetupa nafasi ya kulitukuza jina lako. Twasema wewe peke yako Jehova, haufananishwi wala kulinganishwa, mwanzo tena mwisho Jehova. Wewe ambaye ulikuwa Adonai, wewe ambaye Mungu hata sasa, wewe utakayekuja Jehova. You never shall your glory then, my Lord. You deserve to be worshipped, you deserve to be glorified, you deserve to be lifted on high, you deserve to be exalted Jehova. We magnify you King Jesus, we lift your name on high my God. You are highly lifted on high King of Kings, you are highly lifted on high our healer, you are highly lifted on high this evening my God, because of your presence my Lord into our lives Jehovah God. Father, we worship you. Glory unto thee. We give all the glory unto thee, because you are great. You deserve to be worshipped. You deserve to be glorified. Praise and honor be unto thee. In the name of Jesus. Only you alone, King Jesus. Only you alone, our healer. Only you alone, our master. Only you alone, our healer. Only you alone, my God, King of Kings. You deserve to be worshipped, and we glorify you this evening. We adore you this evening. We lift your name on high this evening. We humble ourselves before this evening. We lay down our crowns this evening that we may worship you, that we may testify you, your Lord, that we may lift your name on high, King Jesus, that we may surrender everything unto thee, my God, because you are the only God who deserves to be worshipped. You are the only God who does what no man can do into our lives. Glory and honor be unto thee. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Can we say amen? Amen. Amen. In the name of Jesus, I urge each one of us to sit in the front seats as we partake the word of God together by His grace. In the name of Jesus. Praise God. I greet you once more time this evening, and I continue saying it's a privilege to serve the Lord. It's just by His grace for us to serve Him. It's just by His grace for us to have that opportunity to praise Him and to worship Him. So our viewers, my dear sisters, my dear brothers, from wherever you are viewing us from wherever you are together with us as we partake of the word of the Lord, I take this opportunity to welcome you again. And I request that we may not become weary of hearing the word of God, because the word of God has a breath into our lives. The word of God is all what we need by His grace. So from wherever you are, be it in the country of Kenya, outside the country of Kenya, maybe in your office, in your business, maybe you are traveling, maybe in your house, you are watching us, you are together with us at this hour, I salute you in the name of Jesus. This is Crusaders for Christ. We are at the City Stadium roundabout off Modura Road in the first building, second floor, under Reverend Dura Warunke. And my name is Pastor Anita. I'm saved.
I love Jesus Christ as my personal Savior. He saved me while I was a sinner. He did not save me while I was a righteous person, while I was worthy, but he saved me while I was worthless. I didn't deserve to be saved, but by his grace, he saved me. By his grace, he saved me. And I lift his name on high, for he is gracious. So I will come us again that we may continue our sermon as we were teaching ourselves during lunch hour. And we agreed that we are going to continue from where we left. We were in the book of 2 Kings, chapter 7. And we read from verse 1. We read from verse 1 up to verse 5. Now I want us to continue from verse 6, where we are going to teach us how the Lord our God brings confusion amongst our enemies. How God does to our enemies when we put our faith into action, when we stand firm and declare that we have our helper, we have our redeemer, we have our comforter, we have the mighty man of war who does what he pleases him. Now we are going to continue from there. And they see after the rebellious men, the time they decided and they made up their minds and they said, now, liwe liwapo, it's our time now to start our journey. It's our time now to declare our stand. It's our time now to move forward, not to remain in one place. Now we are going to see what the Lord did with them, how the Lord our God used them. Because the word of God tells me he uses the strong things. He uses the weakest thing to despise the strongest. The Lord our God is not a respecter of any man, and he does what pleases him. He can use a stone to communicate to you. He can use a goat to communicate to you. He can use a stick to communicate to you. He can use anything to bring a change into your life. He can use anything to bring a transformation in your life. He can use whatever pleases him. And as we told ourselves about the 4 men who had leprosy, the time they sat down and they made up their minds and they said, even if we remain sitting here, there is famine, we are going to die. At the same time, if we move from here and go back in the city, still, if these enemies, they see it good that they kill us, they are going to kill us and then we are going to die. So they said, now is now our time to stand up and stop seeing the disease that is within us. Stop seeing the weakness that we have. Now it's our time to stand up and move forward. Now from verse 6, the Bible is telling me this. Let's read together. Verse 6 says this. 2 Kings chapter 7, verse 6. For the Lord has made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of great host. And they said to one another, Lo, the king of Israel has hired against us the kings of Hittites. Simon silent. Hittites, the kings of the Egyptians, to come upon us. Now these are the enemies who had camped inside Samaria, that they may torment them, that they may fight them,
that they may demoralize them, that they may quarrel them, that they may despise them, that they may despise them. They are the ones who are now communicating after the Lord our God used these rebellious men. When they started moving, the rings which were tied on their legs started making a lot of noise. And the enemies, when they heard the voice, they said, no, the king now has hired other different armies from other different countries that they may come and fight us. We have no choice now. The only thing to do is to run away. The only thing we can do is to leave what we have and save our lives. They left everything that they had. Their horses, their donkeys, their camels, their own clothes, their own shoppings. The store they had full of everything. But the time they had the voice, they started running away. Why? Because the word of God tells me the unrighteous, they do flee while there's nobody who's after them, while there's nobody who's chasing them. Our enemies, the time the Lord our God stands in the gap, we declare our stand. The time we stand in our faith and say now is the time to put our faith into action. The Lord our God stands in the gap and now starts doing his own things. Now the Lord our God stands in the gap and now releases his power. The Lord our God stands in the gap and now allows everything to be transformed because he has the power and authority in our lives. So these guys said, now we were here, saying now we are the owners, we have ruled, we have taken over, but now see, the king has decided, the king has set aside, the king has called a council, and they talked together, and they decided it's good we call an army from different countries that they may come and fight our enemies. But it was God himself who made these 4 men to be like an army. He's God himself who is going to make that enemy of yours in the situation he is used to see you in, to see that the Lord your God has done something great that he was not expecting from you. It's the time when you surrender and you make up your mind without being confused or mixing God with other things. The time you declare and say, my Redeemer, it's all about you. That's the time the Lord our God is going to release his power, and you shall be healed, you shall be delivered, you shall be changed, you shall be blessed, because he has power and authority over everything in this world. Praise the Lord. These people started running. Kila mtu akasema sasa hatuna ujanja. Kila mtu ni kukimbia, nikaguu niponye, niokoe maisha yangu. Wanakimbia, kila mmoja akaanza kukimbia. Wengine wanakimbia wanasema hata viatu zinanizuia kukimbia. Wengine wanakimbia wanasema hata hii jacket nimevaa inaongezea uzito. Wengine wanakimbia wanasema hata hii kiboko nimeshika inanizuilia kukimbia. Walikimbia wakaacha kila kitu, wakaacha vitu zao kwa njia, wakaacha chote ambacho walikuwa wameshikilia, wakaacha chote ambacho walikuwa wamesema ni chao, wakaacha chote ambacho walikuwa wanafikiria ya kwamba wamewashinda, wamewaweza, kama jinsi ambavyo mimi na wewe jioni ya leo, wakati ambapo tunaachilia imani yetu ikafanya kazi ndani yetu na kuchukua hatua na kusema ya kwamba hatutaendelea kukaa mahali pale, hatutaendelea kulalamika kwa ajili ya ile hali, hatutaendelea kulia na kuungunika. Tunaambia Bwana ya kwamba it's all about your Redeemer. Let your will be done into our lives. That's the time the Lord our God is going to do miracles. That's the time the Lord our God is going to revive us. That's the time the Lord our God is going to embrace us. That's the time the Lord our God is going to lift us up. He's going to give us a new name. He's going to elevate us. He's going to give us the favor, and everywhere we stay, the name of the Lord being glorified because of us. Praise the Lord.
Wenye ukoma wanne walisema wamechoka, ndio tulikuwa hatustahili, ndio tulikuwa hatutambuliki, ndio tulikuwa sisi sio kitu, sisi hatuna msaada wowote tunaweza leta. Lakini wao wakasema hapana, hatutaendelea kuangalia ukoma wetu, hatutaendelea kuangalia hali yetu, hatutaendelea kulaumu tumetengwa, hatutaendelea kulia tumedharauliwa, hatutaendelea kusema ya kwamba tumekataliwa. Lakini uamuzi ni wetu sasa, tukasimame na kusema ya kwamba liwe liwapo, lazima tuchukue hatua, lazima tusonge mbele, lazima tuchukue hatua. Na wakati ambapo walisimama na kuchukua hatua, Mungu mwenyewe aliingilia na akachukua ushukani na akawafanya kama jeshi kuu, akawafanya kama watu ambao wamejihami kwa ajili ya vita, wamejitayarisha kwa ajili ya kuangamiza. Lakini ni Mungu mwenyewe alifanya miguu ambao ilikuwa inauma, miguu ambao ilikuwa imefungwa, sababu haileti peleka ujumbe wowote, haiwezi simama na kujisaidia. Mungu alitumia hiyo miguu, ikawa ni kama ni kikundi, ni majeshi kutoka nchi mbalimbali ambao wamejihami, wamekuja kupigana vita na kikundi cha Syria. Praise the Lord. This evening, haijalishi ni ukoma gani ambao uko ndani, haijalishi ni jina gani ambao wamekuita, haijalishi wamekuweka kwa kiwango gani, haijalishi wamekudharau kwa kiwango gani, haijalishi wanakufananisha na nini, haijalishi wako na dhiaka kiwango gani, haijalishi wamekuchukua kwa kawaida kwa kiwango gani. Jioni ya leo neno inatuhimiza ya kwamba ni wakati wa kusimama na kufanyisha imani yetu kazi, sababu neno inasema ya kwamba faith without action is dead. Ili gharimu hao wanaume kuchukua hatua, ili wagharimu kuchukua hatua. Ndio ni wenye ukoma, ndio ni watu ambao hawastahili. Kuna watu ambao wamekuweka kwa kiwango, kuna watu ambao wamekusoea kwa hali fulani. Hata wengine ukisimama kuongea wanakuona wewe sio kitu, wanakuchukua kwa kawaida, wanaona huko chini yao, ili hali yule aliyekuumba, ili hali yule aliyekuita, ili hali yule aliye msaada wako, ili hali yule aliye uweza wako, anapokutazama na kuwatazama wao hawaoni kuwa kitu, bali wewe anakuona ukiwa umekamilika mbele zake. Praise the Lord. Wenye ukoma walikataa, wakasema hapana, twende wakitua tufe, haina shida. Lakini mara nyingi kama Wakristo, wakati ambapo tuko katika hali ama changamoto, mara nyingi huwa tunakwama mahali pale na kubaki tukilalamika, kubaki tukiungunika, kubaki tukielezana vidole, kubaki tukiulizana maswali. Mungu jioni ya leo anatuhimiza ya kwamba sio wakati wa kuelekezana vidole, sio wakati wa kulaumiana, sio wakati wa kuchukiana, sio wakati wa kutengana, bali ni wakati wa kuchukua hatua na kumwambia ya kwamba lile jina ambao Baba ulisema ndio langu, ambao hakuna mwanadamu atalibadilisha, hakuna mwanadamu atalikataa, hilo jina ndio ninataka sasa. Na unasimama katika pengo na unaamini ya kwamba yupo, na anaposema anatenda, sababu ni Mungu ambaye habadiliki, ni Mungu ambaye sio wa kigeugeu, ni Mungu ambaye sio kama mwanadamu. Anaposema ndio, hakuna awezaye kusema la. Haijalishi inachukua muda wa gani, haijalishi inachukua njia gani, lakini yeye anaposimama katika kiti chake cha enzi na kusema ya kwamba ni wakati sasa, kila mmoja akatambua ya kwamba huyu ni mtoto wangu niliyemuumba kwa kusudi langu, na niko na mipango mema na makusudi mema kwa ajili yake, anashuka na kutenda mapenzi yake. Haleluya. Wenye ukoma wakatambua hiyo, wakajua ya kwamba sio sisi tulijiumba, ndio wenyeji wetu wametudharau, wametutenga, ndio wenyeji wetu wameona sisi sio kitu, ndio wenyeji wetu wameona hakuna faida tunaweza leta isipokuwa ni hasara tu, wametu-isolate, wametu-neglect, tuabush. But the Lord our God anasema nini? Paul akasema ya kwamba for me to live is just to do the work of the Lord. Kufa kwangu ni faida. That's Paul. Kuishi kwangu kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kufa kwangu ni faida. Wenye ukoma wakasema wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua na tufe. Wakristo wa siku hizi tumefungukiwa na imani, tumefungukiwa na imani. Walifanyisha imani yao kazi,
na Mungu naye akaona imani yao na akashuka akatenda mapenzi yake. Hawa walikimbia, walitoroka, walikosa kuelewa. But the truth of the matter is that the Lord our God can do beyond our expectations. The Lord our God does marvelous, does great, does what we don't expect, does more of what we need, because he has the power and authority. Wenye ukoma wa kutarajia kitu kama hiyo, lakini Mungu akaintervene na akachukua nafasi yake kwa ajili ya kutetea watu wake. Akatumia wale ambao walikuwa sio kitu kwa ajili ya kuponya Samaria nzima. Akatumia wale ambao walikuwa sio watu, ni wafu, kwa ajili ya kuleta ushindi, kwa ajili ya kuleta uhai, kwa ajili ya kuleta amani. Sababu katika ile nchi kulikuwa na ukame, watu walikuwa wameteseka mpaka kiwango ya kuanza kukula watoto. Lakini Mungu akakusudia kutumia wale ambao hawakuwa kitu. Biblia inaendelea kusema nini? Verse 7. Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their horses and their ashes, even the camp as it was, and they fled for their life. Verse 8. And when these laborers come to the utmost part of the camp, they went into one tent, and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and eat it, and come again, and entered into another tent, and carried thence also, went and eat it. Verse 9. Then they said to one another, what do not well? We do not well. They are communicating again to themselves. We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now, therefore, come, that we may go and tell the king's household. Hallelujah. After the enemies ran away, these 4 men entered into the camp. They find nobody was there. But because walikuwa wamekosa chakula kwa muda, kama vile mimi na wewe, mara nyingi wakati ambapo kuna kitu umekosa na umepata that opportunity to get that thing, huwa ufikiri kitu kingine, but huwa uko focused kwa ile kitu ambao umekuwa ukitarajia kwanza kupata. The time they reached there, waliingia in the first camp. Kitu ya kwanza inasema ya kwamba waliketi kuanza kukula na kukunywa. Wakasema ndio, tumeteseka kwa muda, tukiwa isolated there. Hakuna mtu angetukaribia, hakuna mtu angetuletea hata maji, hata chakula. Lakini leo tumepata chakula, wacha kwanza tule na tunywe. Wakakula, wakakunywa, wakaona hapana, inastahili tufiche ingine sababu inasaisha. Wakaenda wakaficha, wakachukua hatua tena, wakaingia in the other camp. They did the same, wakachukua wakiendelea kuficha. Lakini usisahau ya kwamba dhamira lazima, yule mtu ambaye anaongozwa na Mungu, wakati ambapo Mungu anahusika kwa jambo lolote, yes, kama mwanadamu utatanguliwa na your own desires, lakini dhamira yako itakuongelesha through the leadership of the Holy Spirit. Wakajichunguza, wakajiangalia, na wakasemeshana ya kwamba what we are doing is not right. Kile ambacho tunafanya akistahili kwa wakati huu. Na jua litakapowaka tutajipata katika hatari. Ni kwa nini? Walijiangalia, wakaona tamaa ndio wametanguliza mbele, wakaona ulavi ndio umewaongoza, wakaona kujipenda
agenda, selfishness. Sasa wakajionji, wakajichunguza, wakaona we are not doing the right thing, na wakasema ya kwamba no, we have to stop this, we have to be our brother's keeper. Lazima tuchukue hatua, lazima tuwaendee, lazima tuseme jambo moja ambalo litaleta ushindi, litaleta amani, litaleta utofauti. Na wakasema sasa inastahili twende katika malango ya kiumba cha mfalme na tukawaelezea yale mambo ambayo yametendeka, sababu wale wako wanatoka nje wamejifungia sababu ya maadui, wanaogopa, wataki kutoka nje sababu hatari imetangazwa, wanaofia maisha yao. Kwa hivyo wamejifungia mahali pale. Wale wenye ukoma wakasonga, wakafika kwa malango na wakasema ya kwamba now, this is now the day for us to break out good news. Hasubuyoni ni mara ngapi wewe umekuwa mtu wa kudeliver good news kwa ule mtu ambaye alikuwa katika ukea, yule mtu ambaye amekuwa katika mateso, yule mtu ambaye amekuwa katika dharau, mtu ambaye amekuwa katika maumivu, mtu ambaye amekuwa katika kutengwa? Ni mara ngapi umepeleka good news kwake? Ama wewe kazi yako ni kwenda kumwambia hautapona, ni mwisho wako, hautaweza, wewe ondoka, wewe umeshindwa, ustahili? Ama ni wakati wa kumwambia ya kwamba cheer up, it's well with you? Praise the Lord. Walisemeshana wakasema now what we are doing, it's not good. Hatustahili kujipenda kiwango hiki. Tunastahili kukumbuka mahali tumetoka. Tunastahili kukumbuka ya kwamba tumekuwa katika mateso, tumekuwa katika hali ngumu, na ili hali hapa tumekumbukwa, nasi tunahitaji kukumbuka wengine. Ni mara ngapi wakati ambapo Mungu anakukumbuka wewe binafsi, unakumbuka mwenzako na kusema now I have to share what I have with my brother, with my sister, with my neighbor, whoever is around you, be it in the spiritual realm, be it in the physical realm. How many times have you shared what the Lord your God has given to you? Most of the times we are deliverers of bad news. Most of the times we deliver breaking news. And the other time I said, let us refuse people who bring bad news to us. Let us refuse such like. Tukatae watu wa kuleta habari mbaya katika maisha yetu. Kubali yule mtu ambaye anaona ushindi, anaona wema, anaona furaha, anaona kuinuliwa, anaona kuponywa, bali sio yule mtu ambaye anaona mauti anapokutazama, anaona kushindwa anapokutazama, anaona kufinyiliwa anapokutazama, anaona kukataliwa anapokutazama. Ili hali Yesu Kristo alikataliwa kwa ajili yako, alidharauliwa kwa ajili yako, alitengwa kwa ajili yako, alitukanwa kwa ajili yako, ndiposa wewe ukapate kusimama na kusema ya kwamba ninapendwa, nimekubalika, nimewezeshwa, nimetiwa nguvu. Hakika jioni ya leo, mahali ambapo unanisikiza, huwa katika kazi yako, huwa katika ofisi yako, huwa ndani ya nyumba yako, huwa katika njia, jioni ya leo nakuhimiza ya kwamba ninapojihimiza, kubali yule mtu ambaye anakuja kukwambia ya kwamba it's well with you. Mambo yote yanawezekana ukiwa ndani yake yeye akuwezeshaye, sababu huyo ndiye msingi wa imani yako, huyo ndiye uwezo wako, huyo ndiye nguvu yako, huyo ndiye msaada wako, huyo ndiye tabibu wako, huyo ndiye mlinzi wako. Kubali ukakusikie yale ambao yanakutia nguvu, yale ambao yanakuelekeza hatua moja mbele, yale ambao yanakusimamisha mara tena, yanakupa tabasamu, yanaondoa huzuni ndani ya moyo wako, yanaondoa machozi ndani ya macho yako, yanaondoa kuinama ndani ya moyo wako. Kubali ukapate mtu ambaye atakuletea habari njema ya kwamba kuna amani, kuna ushindi, kuna wema, kuna utulivu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Jesus is Lord. Wenye ukoma wakasema now this day is a day of good news, na wakachukua hatua na wakasonga kwa mlango. Yes, wale ambao walikuwa wamesunguka full of agony, wakijihurumia, wakiwa hawezi kubalika kukaribia karibu, wakawa ndio watu wa kupeleka habari njema, wakawa ndio watu wa kutangaza ya kwamba inawezekana, wakawa ndio watu wa kusema ya kwamba tumepata ushindi, wakawa ndio watu wa kusema ya kwamba tumepiganiwa hizi vita, tumekumbukwa.
mlango. Let's read verse 10 and see. So they come and call unto the porter of the city. They told them, saying, we come to the camp of the Syrians, and beyond there was no man there, neither voice of man, but horses tied, ashes tied, and the tents as they were. And he called the porters, and they told into the king's house within. And the king arose in the night, and said unto his servant, I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we have been hungry. Therefore, they are gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when they come out of the city, we shall catch them alive and get into the city. Somebody who has no belief always thinks negative things. The time the 4 laborers delivered the good news, wakati ambapo walisema sasa ni wakati wa kutangaza habari njema, na wakachukua hatua mpaka kwa mlango wa mfalme, wakachukua hatua na wakafika mahali pale na wakapata walinzi mahali pale, na wakawaambia ya kwamba tumeenda katika kambo, na mahali tulifika mahali pale hatujapata mtu hata mmoja mahali pale, ili hali pata zile hema zimeachwa wazi, hakuna mtu hata mmoja ako mahali pale. Farasi zao zimefungwa mahali pale, nguo zao ziko mahali pale, vitu vyao vyote viko mahali pale, zile ambazo walikuwa wamejihami kwa ajili ya kupigana na sisi, kwa ajili ya kututesa sisi. Lakini mfalme akasema nini? Ya kwamba nyinyi hamjui kile kitu ambacho mnaongea. Hao watu wameenda kujificha pale, ndiposa sisi tukatoke wakapata kutupata, sababu tuko na tumeteseka kwa njaa, tumekaa bila chakula. Kwa hivyo hakuna mahali wameenda, wamejificha tu pale mbele kidogo, ndiposa tutoke tuchanganyikiwe, tufikiwe wameenda wakapata nafasi ya kutumalisha. Kama vile mimi na wewe kama Mkristo jioni ya leo, wakati ambapo unaambiwa ya kwamba Bwana amekutetea, Bwana amekushindania, unajiangalia, unajichunguza, unaanza kuangalia ile hali ambao ulikuwa ndani, yale mateso ambao umepitia, ule ugumu ambao umekuwa nao, unaanza kuwa na dauti, unasema ya kwamba kweli inawezekana, naona ni kama naona maono, naona ni kama ninaota. Unakosa kuelewa ya kwamba Mungu aketie mahali pake pasiri, anaposema ya kwamba enough is enough, nobody can stand against him. Hallelujah. Mfalme akakosa kuamini wakati hawa wenye ukoma 4 walisonga na kupeleka habari njema. There are sometimes we meet with the people ambao they have been sent to us to deliver good news to us, to deliver good news in the situation we are in the challenge we are going through, in the difficulties we are in, but we miss to believe, we miss to understand it's the Lord our God who has commissioned them, who has sent them to tell us that it's well with us. It's well with us because we belongs to the Most High God who has power above all the powers. Praise the Lord. Mfalme akakosa kuamini, akaona hapana, hawa wenye ukoma, vitu ambavyo havistahili, vitu ambavyo ni dhaifu, vitu ambavyo hatukuhesabu katika ukoo wetu, katika mji wetu, katika ukoo wetu, katika kijiji chetu, inawezaje kuwa wao ndio wanatuambia ya kwamba tumetoka tukafika mahali pale na tukapata maadui wetu hawapo, hila wameacha kila kitu kichote ambacho walijiitanisha nacho, chote ambacho walijihami kwa ajili ya kutufahamia, wametuachia mahali pale, hakuna mtu hata mmoja. Mfalme akasema hapana, mimi kikudanganywa kama vile ambavyo mimi na wewe tunasema. Wakati Mungu anasema ya kwamba kuna uponyaji, unajiangalia na kusema huu ni ugonjwa wa kwetu, ni ugonjwa wa ukoo, unakataa kuamini ya kwamba Bwana anaposema ya kwamba it's well with you, he means it. Praise the Lord. Mfalme akaangalia hali ambao walikuwa ndani, hali ya njaa, hali ya ukia, hali ya kuteswa, hali ya kufinyiliwa. Akaona hapana, pengine hawa ni kama ni maagents, wametuma sababu tulikuwa tumewa-isolate, wametuma sababu tulikuwa tumewatenga, wametuma sababu tulikuwa tumewadharau, wakuja watudanganye ndio tutoke tukapate kuangamizwa mahali pale. Kama vile mimi na wewe mara nyingi we miss to have faith
in every word that is spoken into our lives, in every message that is delivered into our lives. So this afternoon, my dear brother, my dear sister, tuombe Mungu atupe neema ya kufanyisha imani yetu kazi. Na wakati ambapo neno la Bwana linakuja kwetu, tuichukue kuwa ni uzima na afya kwetu na ushindi kwetu, kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord our God heal us and strengthen us, revive us and bless us for his own glory. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we lift your name on high. We exalt your name. We bless you, King Jesus, because your power is above all the powers. You are great, King Jesus, and you deserve to be worshipped. You deserve to be glorified. You deserve to be lifted on high. You deserve to be exalted. You does what no man can do, my Father. We trust and believe in you, my God. You are capable. You are reliable. Only you alone, God. We surrender unto thee, my Father. Meet all the desires of our hearts, our desires, King Jesus, because you are worthy. You are worthy. You are worthy. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Amen. 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 Be blessed, all of us, in the name of Jesus. Our viewers, God bless you all. We love you. And the grace of the Lord is sufficient. Shalom to each one of us. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. We give us out our